Najua nikianza kuuliza maswali ya amri za Mungu ni mepesi, tutataja tu moja baada ya nyingine, lakini nikiuliza kuhusu basi kutekeleza amri zenyewe itakuwa ndio kazi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu mimi katika utume wangu, sisi mapadre tunasikiliza na tunaadhimisha sakramenti ya kitubio, na mara nyingi mtu anakuambia, Fadha, kwa nini niendelee kutubu dhambi ile ambayo najua nitairudia? Lakini ni vyema kujisafisha kabla, kwa sababu tunaambiwa kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Kuna mwanamuziki mmoja hapa kwetu Tanzania tunamfahamu, Bernard Mkasa. Kuna wimbo wake ameimba ni wa Kwaresma, na kipengele kimoja anaimba hivi: sikati tamaa kwa kuwa na kuwa Yesu Mwokozi atanisamehe, kwa kuwa hiyo ndiyo tabia ya Yesu. Bwana Yesu milele yote atanipiga, ataniacha. Bwana Yesu milele yote atanipiga. Nilitaka kusisitiza tu hichi kipengele kwamba kwa hiyo ndiyo tabia ya Yesu, kwa sababu hiyo ndiyo tabia nani? Ya Yesu, ya kusamehe, ndiyo asili yake, kwamba Mungu anasamehe. Haya yote nayasema kwa sababu ya huu mwongozo mpya tunaopewa leo, kwamba na sisi tunaopewa mapendekezo haya tukafanye iwe ni tabia yetu kufuata maagizo haya. Naomba basi niingie kwenye kuchanganua huu mwongozo tunaopewa. Tuna amri kumi za Mungu, lakini Mathayo anatupa mwongozo, heri ziko 8 moja baada ya nyingine. Ina maana kwamba tufuate ile sheria, na tukifuata basi kwa ukamilifu, basi tutakuwa na furaha ya milele. Heri walio maskini wa roho. Mathayo tofauti na Luka amesema maskini wa nani? Wa roho, sio maskini wa pesa. Anajua tunazo pesa. Naomba tuangalie kwenye Biblia takatifu watu waliokuwa na hamu, kiu ya Mungu. Tumchukue kama Zakayo. Zakayo tunajua kwa Waridhia alikuwa tajiri, lakini aliposikia kwamba Yesu anapita njia ile, akaingiwa na kiu, umaskini wa ndani, kwamba nimpokee Kristo katika nyumba yangu, katika moyo wangu, awe mwokozi wa maisha yangu. Tunaangalia kiu ya namna ile, kwamba sisi tunaosikia heri walio maskini wa roho, tukaamshe ndani yetu hari, moyo na tamaa ya kumtegemea Mungu peke yake. Kumbukeni Ibrahimu alipoenda kutoa sadaka yake akiwa na mwanaye Isaka. Ibrahimu alikuwa ana kingine, ameambia basi kanitolee sadaka, mpaka akaamua huyu mtoto uliyenipa wa kipekee, mwanangu peke yake, nitamtoa sadaka. Inaonyesha kwamba alijitoa mwenyewe kumtegemea Mungu peke yake. Sisi tukijenga kwenye miguu ya Zakayo, miguu ya Ibrahimu, tuna uwezo wa kumtegemea Mungu kwa vyovyote vile. Haya nasema kwa sababu mara nyingi tunasoma nia za misa hapa. Wengine wanasoma tunaomba Mungu atujalie kazi. Lakini tunapojaliwa hiyo kazi, tunamsahau aliyetupa hiyo kazi, mpaka hata muda wa sala, muda wa ibada hatuna. Kwa hiyo wakati tuna shida ndio tunamtafuta Mungu. Leo kwenye heri walio maskini wa roho, tunaomba basi ni pendekezo kila uchao. Nakumbuka tukiwa shuleni wakati wa mitihani,
Tunapata wanafunzi tunakuja kwani niombee kabla waanze mtihani, wamepewa huku na huyu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, lakini huku akikandamizwa na mtihani kwa sababu amechanganywa kichwani, hata anasahau kushukuru Mungu. Na sisi mara nyingi inakuwa ni kwamba tunamtafuta Mungu wakati tuna nini? Tuna shida. Somo la kwanza, somo kwenye kitabu cha Nabii Zekaria amesema, mtafuteni Bwana enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia. Kwamba kila uchao tumtafute Mungu maadamu anapatikana. Ndugu zangu, ukienda kwenye heri ya pili, hii napenda sana tuisikie kwa uzito. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Kinyume cha huzuni ni nini? Ni furaha. Lakini mbona tuwe na huzuni? Kwamba nimemdhalilisha mtu, nimemsema mtu, nimemharibia mtu heshima yake. Huzuni wa matendo yetu mabaya. Lakini mara nyingi tumeshahalalisha dhambi, matendo yetu yanakuwa ni kama ya kawaida. Umemkosea mtu heshima, hujatendea mtu haki, lakini inakuwa ni kama cha kawaida tu, kitu cha kawaida tu, ni haki yake, shauri yake. Naomba basi leo mwalimu, nimesema tuna uhuru wa kufuata au kufuata, kwamba mwaliko zangu tuone haya uzuri wa matendo yetu yanayoenda kinyume na wito wa Mungu. Tuume ndani kwamba samahani, kwamba msamaha, upatanisho. Nasikia nyingine ya pale mshawishi kwamba heri wapatanisho, lakini jambo la huzuni kwamba tunapowatendea wengine udhalimu. Mimi Alhamisi, mnajua huwa tunafanya huduma ya kwenda kuona wagonjwa na wahitaji. Mara nyingi huwa tunatembea mpaka tunashindwa kuvuka mipaka. Watu hakuna njia. Ukiuliza ni Wakristo wa hapa kwetu, lakini mtu ameshasonga mpaka migogoro huko kwa sababu ya viwanja vyetu hivi. Hata juzi nikawa naambiwa hapa kwetu na jirani yetu sio wapi, unakuta watu wameanza kusukuma mipaka, tunakuwa na udhalimu, lakini Jumapili tuko wote hapa. Unakuta hapa wakati wa sadaka, hawa tumeitwa kula karamu ya Bwana ambayo ni takatifu, lakini kule nyumbani hatuishi mambo haya. Ndio nikasema leo ni mwaliko wa kupata hizi sheria na kuziishi kwenye maisha yetu ya kawaida. Niwasomea juzi Dominika iliyopita nilichotendewa kule mpakani. Nakuta kwamba waamini wale wanaosikia maneno haya wakienda kwenye kazi zao za kawaida, huduma za kawaida, mambo yale hatutekelezi. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Naomba mgeukie mwenzako kumwambie uwe na huzuni kwa dhambi zako. Kumbe mnaongea kwa sauti ya chini, mnaogopa Mwambie kwa sauti, uwe na huzuni ya dhambi zako. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Neno hili la upole ni unyenyekevu. Mara nyingi unakuta tuna kiburi sana, kiburi kupitiliza. Tunaambiwa basi heri wenye upole. Unamnyenyekea mama yako, unamnyenyekea mume wako, unamnyenyekea mke wako, unamnyenyekea bosi wako, na pia bosi ananyenyekea wafanyakazi wake. Samanini, sio kwamba tuna nafasi, tuna mamlaka, tunafanya tunavyotaka. Naomba basi heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Tuangalieni kwenye Biblia takatifu walionyenyekea. Muone Petro alipomsaliti Yesu, ikamuuma, akaona huzuni, akahuzunika. Kwa upole wake na unyenyekevu akaomba msamaha, akampata Yesu. Sisi wenyewe matendo yetu yanaonyesha nini? Sura ambayo tunaileta. Kwa kuwa hiyo ndiyo tabia ya Yesu. Hivi kweli watasema hii ndio tabia yetu, kwamba sisi ni watu wenye upole? Naomba mambo haya tuyafanyie kazi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Kinyume ya njaa ni nini? Ujazo. Wengine yani tunatamani tu watu waangamie. Heri wenye njaa. Juzi wiki hii na nimepata ni mdada mmoja tu amekuja tusifahamu, na niasema kwa sababu inatokea kila siku. Akaja kaniambia, Father, nimekaa na bosi wangu, mimi nimesafiri kutoka mkoani sijui Dar es Salaam,
ameniweka tangu mwezi wa 9, leo ni mwezi wa kwanza, amelilipa mwezi mmoja. Amechukua simu yangu, amechukua kitambulisho changu. Huyu amekuwa mfungwa ndani ya nyumba ya mmoja wetu hapa. Mungu ni mwema na kila wakati. Hivi mnalisikia? Kama mnalisikia basi naomba mfunge mkono nijue kama mnalisikia, kwa sababu maneno haya yanahitaji watu wapate kusikia. Muumini hapa amemwita mdada wa kazi kutoka mkoani, watu wa kijijini hawajui mjini. Kwa hiyo sababu akija kwako ajui kwenda Mwenge, ajui kwenda Afrikana, aidha kwenda Mbuyuni mwenyewe, miezi 5 umechukua kitambulisho na umechukua simu yake, hata kuwasiliana na wazazi wake haiwezekani. Alafu nasema wewe Kristo, naomba unisaidie nauli nirudi kwetu nyumbani. Nikamwambia hapa Yesu yako heri wenye njaa na kiu ya haki. Nikamwambia hili lisifikie serikali, kwa sababu haiwezekani wewe unakaa na mtu anadai haki yake, naomba pia hela yangu, subiri hela yangu sikupi, akiomba sifa nyingine anapiga makofi. Mimi kichapo cha mbwa, kwa sababu wewe kama umekuwa Mungu wake, nimekutoa kijijini hadi nilipoleta kuja huko, nilikumia nauli kaja hapa. Ikawa ni maneno mengi, nikamsikia yule mdada akaja siku ya kwanza, akaja siku ya pili, na bado tunapambana na hii kwa sababu ya watu wamekosa kuwa wenye njaa na kiu ya kutenda haki. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Kuwahudumia wengine, ndio kwamba kipimo utakachomtumia mwingine ndicho utakachohudumiwa. Mara nyingi kumbukeni ile mfano wa padri na shemasi na Msamaria mwema, wakakosa kutendeana wema. Na sisi mara nyingi tunakuwa kwamba unakuta mtu ameumia, mtu ana changamoto, tunasema hainihusu mimi, shauri yako. Ndio kwamba heri wenye rehema, maana hao kipimo tutakachotumia wengine, na sisi tutapata kile tunachotumia wengine. Kile heri wenye moyo safi. Pia tunaangalia hizo kama moyo safi ni moyo wa Mungu, lakini moyo mchafu. 2008 ni mara ya kwanza mimi kwenda kwenye vile vingwa vya polisi. Mimi sikwenda mahakamani, lakini nilishika mara sana. Na ilitokea hivyo. Nilikuwa nyumbani likizo, na nilikuwa narudi Arusha shuleni. Mama mmoja nilisoma na kuwa na mwezi, akanipa ya Tanzania. Lakini kwa mimi kwa sababu ya ujinga na utamaduni wa mjana, sikujua ile ilikuwa ni fake. Maisha ya Tanzania nilisema sina kwa sababu naona nilikuwa nilisita kupata mkamana kwa Arusha. Kama sina shukuru sita kuonyesha. Lakini aliponipa basi alianza sisi. Nipo na yeye kwa nilikuwa ninauma. Kuna kitu kama pakani nilikuwa ninauma. Lakini lazima nifuate shuleni Arusha. Kwa sababu wao maisha yao mimi nikata mmoja kwa mmoja kwa fanga na nimeona kwa usuli. Sina pesa. Niko pale na pesa kule wakati mtandili huu. Wakapeleka ile yangu kwa polisi. Wakapeleka akakuja ni seminari. Mimi nikakamata. Nikaenda nikamwambia yeye nilipewa kama zawadi. Kuna siku mama alijua anapopana kwa choo zetu, chuchi zetu, kama haya ni siku ya damu itakamata. Lakini mjango na mgeni leo si ushuhuda mzuri. Msumuda wa mama niko mbele zangu kifungo cha maisha. Nikaanza kufikiria 2006 aliyefanya niingie gerezani kwa masaa 3. Mlango alikuwa kwa kusema mbona tena kwa Musa. Na ndio tumesema kwamba heri wenye rehema, maana hao watapata rehema.
kwamba na sisi wenye chuki au wenye matendo mabaya na wema tutalipa vile vile. Mungu analipa kwa yake. Na niona kwamba imetokea kwa hilo kwamba, lakini nasema nitakumbuka kipindi, lakini na sisi tunapotenda tunatenda kwa moyo safi. Mtu amekukopesha pesa, anakuandama mpaka kila siku, sio kuandama tu, anakufuata kwa majirani. Unajua huyu unapomwona hivi, haya amekuazimisha nguo kama ya kwangu hii, mbona nayo alikufalia ni nguo yangu hiyo. Heri wenye moyo safi, maana watamwona Mungu. Moyo safi, niumbie moyo wangu, moyo wa kunyenyekea na kupondeka mbele. Lakini pia tuumbie kwa sababu tunapopata vitu tujawe na moyo wa shukrani, tuache kiburi. Ujue ni Mungu anayetupa na kumrudishie Mungu mwema. Basi na ya mwisho, heri wapatanishi. Kinyume cha kupatanisha ni watenganishi. Naomba zangu kutafakari, wakati hapa sisi tunafurahia watu wanapokuwa na migogoro nyumbani kwao, ni wakati ambao tunashabikia watu wanapokuwa na hali mbaya. Baada ya kuwapatanisha, nasema basi ni malipizi ya tabia zao mbaya. Wapatanishi maana yao pia kumwona Mungu. Naomba ndugu zangu, hizi sheria, huu mwongozo tuutafakari, tuwe na moyo safi, tuwe na uzuri wa matendo yetu mabaya, tuwe watu wa kupatanisha wengine, tuwe watu wa rehema, na hii faraja ya mbinguni tutaipata. Tumsifu Yesu Kristo.